Jana nimeona Zuchu kaachia wimbo wa I Love You. Wimbo wa I Love You umetoka jana usiku na Instagram yake aliweka clip akiwa na Biggie, yani na Diamond. Sasa mimi of course nimepost jana ile kwamba ngoma nikaelezea na nini, lakini nilipopost kuna mtu mmoja akanifuata DM. Akaniambia yani hivyo ndio unajua mentality za vijana wa kibongo, rafiki yangu. Akaniambia unajua nini? Unajua Diamond amemshindwa nani? Amemshindwa Alikiba. Kwa kama amemshindwa Alikiba, kwa hiyo ameona amtoe Zuchu, ampandishie Diamond Alikiba nyimbo ili tuhamishe story. Akanambia la kwanza. Akasema la pili, unaona Diamond anafanya interview leo, na isoma message yake. Unaona Diamond anafanya interview leo Safi. Hizo zote ni mbinu za yani anaamini Diamond amepanic, yani ile ngoma ya Alikiba final. So Diamond anafanya matukio ili tu switch ile story ya final, watu waache kuzungumzia finali, wa focus na yeye, yani kwamba watu wao busy wanamzungumzia Diamond, unajua. So watamzungumzia Zuchu kupitia Diamond, Zuchu kupitia Diamond, watazungumzia Wasafi sio ile wana interview nini kuhamisha upepo kwenye media na nini, kwa sababu final ya Bien na Alikiba inafanya vizuri. Hii ni mentality ya vijana wetu wa Tanzania ya kimaskini na roho mbaya ambao mimi sio. Yaani mtu asifanye kitu, akifanya kitu anamfanya mtu fulani. Yaani mtu asitoe nyimbo, akitoa nyimbo eti kwa sababu anataka kumpandisha Alikiba. No way, kila mtu ana nafasi yake kwenye muziki. Mimi nataka nizungumze jambo moja. Kila mtu ana nafasi yake kwenye muziki. Kila mtu ana mashabiki zake. Kila mtu ana nafasi yake, kila mtu ana mashabiki zake. Na mimi natolea mfano. Muziki ni kama mapenzi. Yaani hii chukueni, naomba iwekeni. Muziki ni kama mapenzi. Yaani wewe, nakupa mfano Mungu. Kwa nini wanasema muziki ni kama mapenzi? Mwanamke utakayompenda wewe, sio utakayompenda mimi. Mwanamke atakayompenda mimi, sio utakayompenda wewe. Na kila mtu fall in love na mtu wake. Wewe unaweza kaona mbona Elmando amependa mwanamke wa kawaida, lakini mimi mzee, mimi nimekufa nimeoza pale kwa mwanamke wangu. Au mimi naweza nikaona wewe muone wangu mbona na mwanamke wa mwanamke gani huyu mbona final, lakini wewe umekufa umeoza. The same kwa mwanamke. Unaweza kumpenda Elmando hapo ukampenda mtu mwingine, lakini rafiki yako akwambia Elmando mwanaume gani huyo, unaelewa? Lakini wewe ndio umekufa umeoza. Ndio kama muziki. So muziki ni feeling. Muziki unaendeshwa na feeling. Kila mtu ana shabiki yake. Mshaelewa? Zuchu na watu wake, Diamond na watu wake, Alikiba na watu wake, Harmonize na watu wake. Na nao tuliopo sasa, kila mtu, watu wana support muziki mzuri, tu support mtu. Hiyo ni kitu ambacho lazima muondoe. So mentality ya kwamba Zuchu ukitoa ngoma eti Diamond anatengeneza mkakati wa kumrusisha Alikiba. No way. Hiyo sio kweli. Alikiba alishaye kutoa ngoma. Amini wasanii wako alishaye kutoa ngoma. Yeye kesho akatoa ngoma. Alikiba aliwapandishia. Kwa Alikiba alikuwa hataki wasanii wako wafanikiwe. So yani unajaribu kuwaza hivi vijana wetu wa kibongo wote tunawaza nini? Yani mtu akikaa, yani mtu anawaza negative tu. Yani mtu asifanye muziki, eti akifanya muziki anampandishia fulani. Mtu asifanye kitu fulani, akifanya kitu fulani anaandaa mkakati kwa ajili ya Alikiba kumrostisha Diamond sui, au Alikiba akifanya kitu kwa sababu ya Diamond, Diamond akifanya kitu kwa sababu ya Alikiba. So watu wasifanye muziki. Watu wasifanye mishe zao, wakifanya mishe zao wanafanya kwa sababu ya mtu fulani. Sio kweli. Zuchu ni msanii mwenye nguvu, ana nguvu yake. Alikiba ni mtu mwenye heshima kubwa na msanii mkubwa wa Tanzania. Tusijaribu kutengeneza mazingira kama ni fulani katengeneza mkakati, fulani anatengeneza mkakati wa kumhusisha fulani. How? Wewe una akili zako timamu. Wewe unaweza kuhamishwa upande eti kisa nenda kaview wimbo wa msanii wako unampenda. That's the point. Mimi nimeupongeza wimbo wa Zuchu, ni mkali. Wimbo wa Zuchu kakaa chini kaandika. Zuchu kaandika ngoma ya Bongo Flava kali. Umeelewa vizuri? Ngoma kali. Zuchu uwezo wake ni mkubwa sana, lazima tumpongeze kwa nafasi yake. Kwa wasanii wa kike wanaofanya vizuri Afrika Mashariki, nafikiri Zuchu ndio msanii mwenye red card kubwa zaidi. Maana yake ndio msanii ambaye ana thamani yake ni kwa wasanii wa kike currently. Nina uwezo wa kusema, sina uthibitisho, but naweza nikasema Zuchu ndio msanii wa kike mwenye red card kubwa. Yaani thamani yake ni kubwa sasa hivi. Impact yake ni kubwa. Sijui nyinyi mtasemaje, kwa mimi ninavyoona. So ametoa wimbo ambao mimi huyo ndo namkumbuka Zuchu, ambao tunafahamu Zuchu wa zamani. Unajua sometimes tunaweza tukao tunapelekwa na upepo, lakini sisi tuna sound nzuri sana. Angalia finali ya Alikiba, sound yetu. Leo njoo angalia Love ya Zuchu, sound yetu. Angalia wewe ya Harmonize, sound yetu. Nenda Happy Diamond, unaelewa? So sisi inawezekana tunapelekwa na upepo tu, lakini sisi tunao sound moja kali vibaya mno. So big shout out to Zuchu. Hongera, ngoma ni kali kiukweli. Yani haina makelele, katulia, kaandika kitu ambacho anakiishi yeye,
kwenye maisha yake. Yaani ndio kitu ambacho anaweza kaandika kitu ambacho yeye anakiishi kwenye maisha yake. Na ndio maana ngoma zake zinafanya vizuri kwa sababu anafanya uhalisia. Kafanya ngoma kali sana ambayo ni uhalisia na amezungumza, na kama unaona yuko na Big hi good, yuko na Big, na akiwa na Big huwa anafanya vitu ambavyo vinaendana na uhalisia. So big shout out sana Zuhura. Ngoma ni kali sana, mimi nimeipenda kikweli. Na sisi tujaribu kusupport wasanii wetu, tusijaribu kutengeneza mazingira ya kugombanisha watu. Alikiba akiona hivyo watu wanazungumza, alikuwa anasema au kweli, unaelewa? Au kweli. So maana yake tunatengeneza vitu ambavyo havina impact. Tujaribu kusupport muziki wetu uwe na impact. Mimi niko South Africa. Yaani husikii ngoma ya bongo inachezwa mzee. Hiyo ni kitu ambacho lazima tujifunze. Unaenda kwenye clubs za huko, husikii ngoma yoyote ya bongo inachezwa. Sasa unajiuliza, bwana, kwa nini unafanya nini? Hausikii wimbo wa Tanzania unachezwa kwenye clubs za huko.